Asante sana ndugu Otsosi. Bwana asifiwe. Mulembe. Chamge. Wacha rais aone makanisa yangu ya ADC ambayo inatoka Nandi, wacha nione kwa mkono. Asante sana Your Excellency, umeona tumekuja na furaha na upendo. Bishop wetu Jibuka, asante sana Your Excellency kule Nandi, na nitaomba utuguze pia. Tunajenga kanisa kubwa ya ADC hapo Kamoba town, kubwa sana, na najua Bishop Jibuka lazima amekuambia na wako hapa kwa wingi. Ya pili Your Excellency ni kukushukuru kwa kupata nafasi ya kukuja Vihiga mara na mara ingine tena. Sisi kama majirani tunashukuru kwa kupata nafasi. Niko na neno moja Your Excellency, unajua ukiwa hii region, sisi kama majirani umefanya 4 days hapa kwa mambo ya maendeleo. Na ile projects ambao ulilaunch mingi, sisi kama majirani kutoka county ya Nandi tumefaidika. Ukilaunch ile barabara kutoka Kakamega kuja Shinyalu mpaka Chepsonoi, itatusaidia tuendelee na ujirani mwema. Na pale Chepsonoi rais, nataka nikushukuru sana kwa sababu 80% ya ESP market umetujengea, karibu inakamilika, na hiyo ni market tutashare between Vihiga, Kakamega na Nandi. Your Excellency, tunaomba ndio undugu yetu na urafiki uende mbele. Tunaomba utuelekee soko hapo Serem ndio tuweze kushare Kakamega na Nandi, ili hao watu waendelee kufanya kazi pamoja. Your Excellency, hapa umeambiwa na mbunge wa Aldai, hapa Kamalenga iko hapa shule, iko Nyang'ori uliguza mwezi ujana. Your Excellency, naomba tu kwa unyenyekevu, kama vile Mnyembo imesema, usitupite, uangalie Kapsengere High School ndio tuweze kupata kitu. Na nakushukuru ulisimama na sisi ukatupea pesa wakati ukiwa Deputy President ya Kapsengere Health Center. Nataka niombe kwa unyenyekevu ya Excellency utushikilie, kwa sababu hapa sisi ni majirani. Na hii eneo yote sisi kama majirani tunataka tuishi pamoja. Na hiyo ya mwisho ya Excellency, hii launch ya Gold Ginnery hapa Kakamega, hapa Chemase Nandi tuko na dhahabu. Sasa vile umejengea sisi factory hapa Ikolomani, itakuwa ni rahisi kama sisi wakaaji wa county ya Nandi kuleta processing ya gold yetu katika hapa. Na Your Excellency, nasema hivi tu, lakini Kenya mzima umeweza kubadilisha maendeleo. Your Excellency, ya mwisho ni ya kwamba nataka niseme hivi, na najua ndugu yangu yuko hapa. Hao watu wamekosa agenda ya kukupiga nayo, kwa sababu wameanza kuona SHA imefanya kazi, wameanza kuona manyumba ya affordable housing, wameanza kuona masoko, wameanza kuona mambo mazuri miaka 3 ambayo umekuwa uongozini. Mpaka wana agenda wameanza tu kukupandika majina. Na nashukuru kwa sababu umekubali majina yote. Wengine wanakuita Kasongo, jana wamukuita William Kipchirchir Samoe Kidinji. Wewe ukubali hizo majina zote, kwa sababu hawana agenda ingine, wamekwama. Na Your Excellency, wameanza kushikwa na tumbo joto, na hujapiga start ile gari yako ya KCU 192H. Hujaanza kupiga tu start na wameshaanza kuhamahama. Your Excellency, hao watu hawana agenda. Na nashukuru kuna mtu mmoja Bishop amesema 2027 hakuna mtu atakupinga, na nakubaliana. Sasa rais, tutapinganaje na Mwenyezi Mungu? Kama hao mabishop wanaongea na Mwenyezi Mungu, sisi tuko number 3, hawa ni number 2, na wamesema hakuna mtu anakupinga. Sasa tuendelee. Si rais anapata 2 term? Si ni 14 bila break? Si ni 14 supu? Otsosi ndugu yangu, unajua nakupenda, na we ni deputy party leader ya ODM. Tuendelee, baba alituacha kwa broad base. Wewe kaa ndani ya broad base ndio uweze kuwa governor hii watu, na rais akuwe William Ruto. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Cherargei. Sasa yangu ni fupi. Kwanza ninakushukuru rais kwa kutembelea Vihiga County. Juzi umekuwa hapa na tena umerudi. Sisi watu wa Vihiga tunashukuru sana. Mimi sitaenda kwa mambo mengi ya maendeleo, kwa sababu leo tumekuwa na wewe na mkutano, na tumekuambia yale maendeleo ambao watu wa Vihiga wanahitaji. Uko nayo.
tunakuomba kwamba hayo mambo yote tumekuambia iweze kutekelezwa. Ya pili, Rais, hii kaunti ya Vihiga, hii ndio headquarter ya makanisa karibu yote ya Kenya. Kanisa zote za Kenya ukiangalia headquarter yao ni Vihiga County. Na sisi tunajua wewe unapenda makanisa. Lakini Rais, nataka kusema hivi. Mwaka uliopita tuna sheria mbovu ililetwa kule Senate ambayo ilikuwa imeletwa na Mheshimiwa Mungatana. Na sisi tukakataa. Kwa sababu hiyo sheria ilikuwa inaenda kugandamiza makanisa. Haswa makanisa indigenous churches kama ADC. Nimesikia wiki iliyopita tuna harakati tena ya kurudisha hiyo sheria ambayo inaitwa Religious Organization Bill. Rais, mimi nataka kuomba kwa niaba ya watu wa Vihiga ambao wanapenda makanisa kwamba hiyo sheria, weka break kwa hiyo sheria. Kwa sababu hiyo sheria ikipitishwa, hii kanisa ya ADC itakufa. Hiyo kanisa ya Israeli itakufa. Hiyo kanisa ya African Holy Spirit na zingine zitakufa. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, mimi nakuomba kwa hiyo jambo. Mimi baba vile alikufa, mimi nimehuzunika sana. Hata sitaki kuongea siasa. Lakini nataka kuambia Rais kitu kimoja. Nimeona wabunge wangu wa ODM wamesimama hapa wameongea. Lakini chama cha ODM kiko na structures. Na juzi tumetoa msimamo wetu. Mimi ningekuomba Rais, just address us through our structures. Wabunge wengine wakisimama hapa hawaongee kwa niaba ya ODM. Kama Mheshimiwa Elisha, Mheshimiwa Jalango, hawa tuliofukuza kwa chama. Kwa hivyo hawezi wakakuja hapa waongee mambo ya ODM. ODM, mkiona Usosi mmeona ODM. Kwa sababu sisi tunakaa kwa ile kamati ya Central Committee, sisi ndio tunapanga mambo na sisi hatuna shida na broad base, lakini wabunge mfuate msimamo wa chama na msimamo wa chama ni ule tulitoa wiki hii. Asanteni sana, Mungu awabariki. Basi Rais, sasa niruhusu nikujulishe Deputy Speaker Deputy Governor wangu ambao ako na mimi, Wilberforce Kitieso ako hapa. Pia Rais, niruhusu nimujulishe kwako the first governor of Vihiga County, Moses Akaranga, yuko hapa. Nasema asante sana kwa kuja. Rais, mimi sitakuwa na